bila kujali. Na ile barua mliotuma FIFA kuhusu Yanga kuchangia tuliandika. Yes, tuliandika. Walijibu na watu wa Yanga wanajua what happened. Walijibu waliambiwaje FIFA? I don't know waliwajibu nini, lakini sisi tulilalamika. Tuliletea majibu kwamba watashughulikia. Okay. Ni kitu ambacho hata juzi tumesema kwamba hawa jamaa wanatangaza kwamba kuna magaidi na wanahalika watu. Hizi barua tutaziandika, sio kwamba hatuandiki. Mtawaandikia. Yes, tunaandikia FIFA, tunaandikia CAF kwamba hebu angalieni upya mtazamo wenu na mambo mnayoyaleta hapa, kwa sababu hao watu wanasema kuna magaidi hapa. Kwamba AFCON isifanyiki. Sasa wao wataamua. Lakini kama wanaweza kufanya AFCON kwenye ugaidi wala hiyo sio kosa. Ni kweli tu kama serikali inatangaza kuna magaidi 64. Nchi zenye ugaidi unaweza kupeleka mpira ya Asia kule Afghanistan. So watu hawaingii uwanjani, wataona kwamba mtu anaweza kuingia na bomu humo akajilipua na sisi. Kwa hiyo lazima watu wajue implication ya vitu wanavyokuwa wanafanya nini? Wanavifanya. Zamani watu wanapuzia. Yaani unakuta mtu kosa linafanyika kwa sababu tu ya hofu, mtu anasema nikisema hiki watu watanionaje. Uongozi wetu sio watu watatuonaje. Ukweli ni nini? Hii ni rangi nyeusi. Tutasema ni nyeupe. Tutasema ni nyeusi hivyo hivyo. Wanaosema ni nyeupe wajue sio zama hizi. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, Chadema inajulikana kuwa na msimamo mkali. Unadhani msimamo huu unasaidia kujenga chama au inaenda kufanya kuwatenga na wananchi ambao wamekuwa wakipenda amani na utulivu? Kwanza sisi ndo tunataka amani na utulivu. Yani amani na utulivu haiwezi kujengwa kwa basis ya uongo. Yani hiyo ni temporary amani. Yani ni amani ambayo ni very temporary. Ni kama mtu anakudanganya kwamba kuna amani wakati hakuna haki. Ime trend picha ya kijana mmoja ambaye alikamatwa juzi Arusha. Walikuwa wamepotea njia, wakaingia mbugani, wakateswa sana, mmoja wao amekufa. Umeona hisia za watu wanapozungumza. Haya matukio ya watu kuumizwa na vyombo vya dola, watu kuuawa, watu kutekwa, watu kufanyiwa vitendo vya kinyama kwenye vituo vya polisi na maeneo yanayomilikiwa na vyombo vya dola. Yanajenga, kwa maoni yako, yanajenga utangamano, yanajenga amani au yanajenga chuki? Nataka nikupe mfano ambao utauelewa. Bila shaka mama yake Polepole alikuwa anamuunga mtoto wake mkono. Mimi mamangu ananiunga mkono hapa nilipo. Mamangu amelazimika kuwa mtu wa Chadema kwa sababu yangu mimi. Na ndugu zangu baadhi. Ninao of course wengine ambao wako CCM. Sasa yule mama alikuwa CCM na alikuwa anaunga serikali kwa sababu mtoto wake alikuwa CCM, alikuwa barozi, alikuwa DC. Leo mtoto wake ametekwa. Ile familia ya Polepole bado itaendelea kuunga mkono kile chama? Haiwezi, bila shaka. Watu waliouawa, walioumizwa, hata nyie kuna mwenzenu hapa aliuawa. Familia yake inaionaje serikali? Watu waliotekwa juzi, yule kijana aliyeumizwa, hao watu wanaionaje serikali? Sasa hao wanajenga chuki, wanajenga upendo au wanajenga nini? Sisi tunaosema acha haya matendo, tunasema kwa lugha za wazi. Sisi hatuwezi kutengwa na wananchi. Wananchi wanatuunga mkono zaidi, na wananchi hawatuoni kama chama cha vurugu, wanatuona chama kinachosema ukweli. Watu wanaoonekana vibaya ni hao. Na fuatilia vita kuu ya pili ya dunia, kulikuwa na long term causes au vita nyingine zote. Long term causes, sababu za muda mrefu. Watu baada ya vita kwanza ya dunia, Ujerumani ilishushiwa, Deutschmark ilikuwa devaluated, jeshi lao lilikuwa slashed, wakasema waliachiwa manuali 6 tu za kivita, walikuwa na matatizo mengi. Lakini nini kilicho trigger vita kuu ya pili ya dunia? Ni assassination of the Archduke.